Jambo wana wa Mungu, katika jioni yetu ya leo tutakwenda kuwa na somo letu ambalo linasema ya kwamba mambo yaliyompata Yesu wakati wa ukombozi. Sababu wakati wa ukombozi ulikuwa ni wakati mgumu. Wakati wa ukombozi ulikuwa ni wakati ambao Mungu alikwenda kuelika mbingu zote. Mungu akasema katika mbingu, akawauliza, ni nani atakaye kwenda huko ulimwenguni ajili ya kwenda kuwakomboa wanadamu? Na mbele Yesu akwende kusema hivyo, mbele Mungu apate kuwaonyesha hivyo, alikwenda kukamata akaonyesha vizio kubwa, akawaonyesha jinsi mambo atakwenda kumpata yule ambaye atakwenda kuandaa ukombozi. Na ndipo wakati Mungu aliposema ya kwamba ni nani atakaye kwenda ulimwenguni kwenda kukomboa wanadamu, mbingu ilinyamaza kimya, kila mtu akikaa kimya, sababu walijua mateso ambao atakwenda kuyapata baada ya ukombozi. Na ndipo pale Yesu alikwenda kusema, mimi nitakwenda. Tukitazama katika ile Wakorinto wa kwanza sura yake ya 15 mstari wa 55 hadi 57, maandiko inaenda kutuambia ya kwamba tuimarike katika imani, tuimarike katika imani na kumtegemea na kutenda kazi kwa imani siku zote katika Bwana. Sababu tunajua ya kwamba kazi yetu haitakuwa na taabu, haitakuwa ya bure katika Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema ya kwamba tuimarike na tutende kazi ya Bwana katika moyo, sababu tunajua siku moja hiyo kazi ya Bwana haitaenda bure. Tutakwenda kulipwa kama tukitumika kazi ya Bwana katika haki na kweli. Hata tuseme maneno madogo yaliyompata Yesu wakati wa ukombozi. Neno letu la kwanza tutaonyesha ya kwamba Yesu alikwenda kubambwa kwenye msalaba ajili ya kuzichukua dhambi zetu na kutupatanisha na kutuunganisha katika yeye Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu alikwenda kubambwa kwenye msalaba ajili ya kuchukua dhambi zetu na kutuweka huru katika Yesu. Ukitazama katika ile Rumi sura 5 mstari wa 8 na ile Petro wa kwanza sura 2 na mstari wa 24, inakwenda kutuonyesha wazi ya kwamba Yesu alipata shida kubwa. Yesu alikwenda kuonewa. Yesu alikwenda kupata katika vipindi vigumu, lakini bado tutakwenda kuonyesha somo letu lingine la baadaye. Hata tuseme katika ile ni moja ambayo Yesu alikwenda kuyapata akatundikwa kwenye msalaba. Neno letu la pili, Yesu alijikaza ijapokuwa shida zote alizozipata, na ndipo iliyompelekea Mungu kutusamea sisi dhambi zetu na kutupatanisha naye. Jina la Bwana libarikiwe. Sababu ya Yesu alijikaza, japokuwa alipata shida, japokuwa alipata mambo mengi, japokuwa alikwenda kusulubiwa, lakini alijikaza. Na sababu ya kujikaza kwake, na hiyo ndio ilipelekea Mungu kutupatanisha naye. Kazi ya Yesu katika msalaba, kazi ya Yesu katika ukombozi ilikuwa ni kazi kubwa sana, lakini Yesu alikwenda kuvumilia. Ilikuwa lengo moja, ni kutafuta wewe na mimi ambao tulikuwa tayari tumekwisha potea, ili tupate kurudia. Kitazama katika Waebrania ile sura ya 9 mstari wa 26 na Yohana ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wake wa 2, utakwenda kuona neno la tatu. Kuteswa kwa Yesu na kufa kwake kulimpa nguvu na kushinda kupita nguvu za shetani. Sababu ya kuteswa kwa Yesu Kristo na kufa kwake ndipo kulikwenda kumpatia nguvu na kushinda nguvu za shetani. Sababu shetani alikwenda kujinua, lakini baada ya Yesu akafanya hatua kubwa katika ukombozi. Ujue ya kwamba katika ukombozi Yesu alikwenda kupitia katika mambo mengi, lakini sababu alikuwa na lengo moja, ni kutafuta kile ambacho kilipotea. Yesu alikwenda kuvumilia yote na haja akakwenda kufika mwisho. Hapa nasema ya kwamba katika yale mambo aliyompata Yesu alikwenda kuteswa. Inasema ya kwamba kuteswa kwa Yesu na kufa kwake kulikwenda kumpa nguvu na kushinda nguvu za shetani. Kiangalia katika Warumi 6 ile mstari wake wa 9 hadi wa 10, utakwenda kuona. Hata tuseme katika neno letu la mwisho, kwa yale maneno yaliyompata Yesu katika wakati wa ukombozi. Kufa kwa Yesu kulikamilisha sheria ya Mungu, na kwa kupigwa kwake sisi tumehesabiwa haki. Jina la Bwana libarikiwe.
ni sababu ya kupigwa kwa Yesu, sababu ya kuteswa kwa Yesu, na ndipo maana sisi tumehesabiwa haki. Kama tuko gisi tulivyo leo ni sababu ya uhuru ya Yesu Kristo. Kama tuko gisi tulivyo Yesu ni sababu ya Yesu alikwenda kujitoa. Kama tuko kama gisi tulivyo leo ni sababu ya Yesu alikwenda kuteseka. Hata tuseme ndugu yangu ya kwamba kazi ya Yesu ilikuwa ni ngumu sana, tena ilikuwa nzito. Na ujue mambo yaliyompata Yesu kwenye msalaba, mambo aliyopata Yesu wakati wa ukombozi ilikuwa ni mambo mazito sana. Lakini Warumi 3:25-26 inaenda kutuambia ya kwamba hakuna kitu ambacho kitakwenda kututenganisha sisi na upendo wa Mungu. Ijapokuwa shida, ijapokuwa magonjwa, ijapokuwa nini, hakuna kitu kitakwenda kututenga sisi na upendo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maana kazi Yesu alikwenda kufanya ya ukombozi ilikuwa ni kazi nzuri. Tunajua kwamba mtakwenda kutufuata na tunakuwa na somo lingine ambalo tunakwenda kuonyesha mambo yaliyompata Yesu wakati wa ukombozi. Amen.